uongee na wao. Ndio mama. Sababu pia nimekatazwa kuingia live hapo, kuingia live hapo. Kuongea na wao. Hayo. Unaona naitwa mwizi. Nimefanya nini? Hadi hiyo si mwizi. Ni leo nimezidiwa kuingia. Wacha ingie. Hizi ni message zako ukiniomba msaada. Si kweli? Hebu ambia kama ni mimi ndio nilikwambia mimi ni ndio gani tulikuwa tumepanga na wao na wewe. Hebu ongea na wao. Kama gift yako hapa. Hapo nimekatazwa. Hata wanasema ati nilikuwa natumia TikTok yangu. Nilijaribu kudownload VPN nikiwa hapo kwako. Nikakataa. Nilitumia yangu wapi? Nataka uende join hiyo TikTok. Naingia TikTok within 2 minutes. Shinda, okay guys, hatutaweza kuingia na Karago tu. Akubariwi kuingia. Mimi nimekatazwa kuingia live hapo. Ya peke yangu, msiniulize Karago wako wapi. I don't Ingia TikTok. time tulikuanga live. Alikuanga huku peke yake, ICU. Kaina mtu. Hata nyinyi mnajua siwezi kana na mtoto. So mimi nilikuwa nyumbani. Leo ndio nimepewa mtoto. Sasa ngojeni waletee mtoto. Sawa guys. Haki ya Mungu. Mimi mtu aache kunitusi. Sababu hiyo mimi nayo niliambiwa na nikasikia na masikio yangu. Na ndio maana mimi niliingilia na nikasema nitasaidia. Lakini hii mambo ya sasa napata messages mingi, Karago umekosea, Karago ni mwizi.
Hi guys, mmesikia vile mambo imeenda. Karago kwake leo Christmas imeisha kwa na stress mingi, but we hope all the best. Mungu tu ndiye anajua if he is talking the truth ama kuna kitu fiche ndani yake. Yeye na Mama Gift ndio wanajua, lakini leo in TikTok around saa 10 mambo ilichemuka sana after Mama Gift. Wenye wanajua Mama Gift ni mama kutoka TikTok. Mtoto wake amekuwa mgonjwa for long, amefanyiwa fundraising na TikTokers. Alafu after kufanyiwa pesa haikutosha, Jimmy huu ni mkubwa kwa serikali, akamlipia tiketi ya kwenda India. After kufika huko kuanza matibabu, ikawa mtoto anatakikana zingine 2 million. TikTokers wamekuwa wakijaribu kuchanga. Alafu baadaye akapatana na Karago, akamrequest, akamuuliza kama anaweza msaidia, amsaidie kuchanga hiyo pesa. Karago na yeye juu wako anajua vile hiyo mambo inaenda na ilikuwa na mikono ya TikTokers. Yeye akaongea na TikToker MC Chris. Vile aliongea na MC Chris, MC Chris akamwambia okay, ni sawa, we can do it, juu wewe uko India. Akamwambia Karago akamwambia lazima kwanza aende apatane na daktari mwenye anatibu mtoto ndio ajue hiyo story vizuri, juu hawezi kuja kuchangisha pesa kama hajui shida yenye iko. Na yeye ako huko ameenda kupeleka rafiki yake muibaji. Pia yeye alichangiwa 3 million na akapelekwa India. So Karago wakaenda na wakapatana na daktari mwenye anaweza enda kuona wakiwa meeting, yeye na daktari na mama mtoto aliye Mama Gift. Ameposti kwa Facebook yake, kwa Facebook page yake ameposti huko. So after that ndio wakakaa kikao, pesa ikachangwa na ikakuja 1.2 ndio ilichangwa juzi, na hiyo pesa ikawa imetosha. So all of a sudden mtu kama MC Chris akapenda kufuatilia vile mtoto anaendelea, juu alikuwa ameambiwa ameenda theater, na theater alikuwa anafaa afanyiwe 5 operations. Kuna sijui kichwa, tumbo, kifua, wapi. So alikuwa anafaa afanyiwe operation 5. So huyo Mama Gift akatumia Chris picha ya mtoto, lakini ile Chris yeye hakufuatilia sana kuangalia hiyo picha. Chris akaipost Facebook na watu wakakuja huko na my emotions zao, na tukawishi mtoto quick recovery, na akasema mtoto ako in ICU, ako on oxygen. Na Chris akamaliza hiyo story. All of a sudden one TikTokers akakuja na ile picha tena, ilikuwa imepostiwa TikTok, kwenda kuifuatilia. Akaituma kwa Google. Kutuma kwa Google, vile aliituma kwa Google ndio ikatoka ile picha ni ya mtoto msichana, na hiyo operation ilifanywa mwezi wa 7, na ile picha ni the same na yenye iko na MC Chris Kirubi. So TikTok ikawaka moto, ndio sasa watu wakafuatilia kabisa hiyo picha, ikasemekana sio halali. Wakachukua step. MC Chris vile alipata hiyo information akakuwa worried, akashindwa what is not happening. Akapigia Mama Chris, Mama Gift. Vile alipigia Mama Gift wakaongea vizuri. All of a sudden vile Mama Gift aliulizwa mambo na mtoto, hiyo picha ulipost nini, yeye alizima simu. MC Chris akabaki akiwa kwa hewa peke yake. Madamu wako India na yako Kenya. So mambo ikachemka. Kutoka hapo MC Chris akakuwa stranded, hajui vile atafanya.
but akakumbuka vile aliposti ile picha. Karango mwenyewe pia alisema quick recovery kwa mtoto. So MC Chris akapigia Karango, akamuuliza Karango, na juu niliona hata wewe vile nilituma ile picha ulicomment, hiyo picha, huyo ni mtoto Gift, jua umemuona live vile yako saa hizi. Karango akasema hebu nitumie hiyo picha niione. Akatumiwa ya kwanza, akasema huyo si mtoto Gift. Vile alisema si mtoto Gift, akamuuliza na wewe mbona ukafanya hivyo, na uliona ile picha yenye niliposti ni hii tu, kwa nini hukuniambia MC hapa kuna shida juu picha yenye umetumiwa sio the same. So hapo ndio mashida ikatokea. Ikawa sasa watu wanasema Karango ni mwizi, ameungana na mama Gift waibia wa Kenya pesa nini. So hiyo ndio shida yenye imekubata Mr. Karango leo. Christmas yake imeisha hivyo na mashida mingi, but we hope all the best. Kila kitu itaenda vizuri na watu watamalizia vizuri, na huyo mama Gift awache kujificha. Kama anaweza tokelezea tu aongee, ndio inaweza kuwa the best. Na apige picha mtoto juu Karango ameenda huko na amepiga picha mtoto, bado mtoto ako kwa oxygen as usual, juu kana kuanga kwa oxygen but ametolewa ICU, amepewa mamake. So mamake juu alikuwa anakaa hostel, sasa atakaa na mtoto wake. Karango amemrequest tu juu jina yake imeharibika kabisa Kenya. Na yeye pia mama Gift alikuwa under medication bado. Pia yeye anasema alikuwa under medication. So leo amepewa mtoto wake. Akarequestiwa na Karango make sure ameingia live ndio aweze kuongea na watu wenye walimsaidia kupata hizo pesa, na ajue vile atafanya. Kama ni hiyo upasuaji zenye zimefanyika, ajue trick yenye atatumia, amulikie watu waone ndio waridhike. So hapo ndio tumefika, but we wish you all the best and Merry Christmas. Imeisha, ndio hiyo inaisha, tunaelekea saa 6 and boxing ni kesho. Wish you all the best and Merry Christmas, na mambo iishe. At least tukiruka mwaka mpya tusiruke tukiwa kama tumebeba mambo mingi. Sorry sana kwa Karango if umefiruka off, yani umesikia watu wamekukosea kukuita mwizi, umeitwa majina mingi, but hizo zote zitaisha after huyo mama kukubali kukuja clarify everything. Na pia wewe utoe message zenye unasema picha zenye unasema ulituma after pesa kutumwa, na uombe Mungu kusiwe kuna kitu ingine mlifanya behind the camera, juu huyo mama akikuja kwa TikTok atapushiwa na atasema everything. Mimi nakuombea tu mazuri. I know my brother you have passed a lot from February until now. Kama unaweza ruka mwaka at least hii mambo irudi back ndio mzuri. Alafu kitu ingine watu wenye huwa wanasaidia watu ni favor tu ya Mungu, na God aendelee kumpea grace juu mambo ni mengi. Siku hizi mambo ni mengi online. Online imekuwa kama, yani kila mahali ni pesa. Ukikuja YouTube ni pesa, ukienda TikTok ni pesa, ukienda Facebook kila mahali ni pesa. So ukora yote imerudi online. So wenye huwa wanakona hiyo roho ya kusaidia, tunamuombea tu grace ya God isimame na nyinyi ndio muweze kusaidia watu wengine. God bless you and have a good night.